Tuanzia kwenye shule ya sekondari Ulitamefa. Huyo anaitwa Testimony, ana tatizo la kigugumizi. Hapa shuleni kila mwanafunzi anamcheka tu yeye akiongea. Huyu mwalimu anaitwa Mr. Francis, anamwamini sana Testimony licha kuwa na kigugumizi chake, lakini akiongea tu lazima wenzake wamcheka isee. Hiki kitu mwalimu akipendi kabisa, lakini muda wote anampa ujasiri tu, anaweza kusema neno bila hata kutumia kigugumizi. Filamu inaitwa Recitation. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Kitendo cha wanafunzi wenzake kumcheka Testimony kinamuumiza sana isee. Mwalimu akasema, wanaokucheka leo kuna siku atasimama kukupongeza. Umesahau kuhusu ndoto yako ulioniambia? Siku moja utasimama mbele za watu wengi na utakuwa unaongea vizuri kabisa bila kigugumizi. Si unakumbuka Hiyo ni ndoto tu. Huwa inatokea kweli. Unamjua David? Ndiyo, namjua. Niambie kuhusu David. Testimony akaanza kumsimulia mwanafunzi mwenzake ambaye anaitwa David na ni mkorofi kinoma darasani. Mwalimu akasema sio huyo, ni wa kwenye Biblia. Hakuna mtu aliyekuwa anamwamini, sio ndugu wala marafiki. Unajua nani alimwamini? Hapana, Mungu. Mungu alimpa nguvu David, akamwangusha Goliati. Haijalishi watu watasema nini kuhusu wewe, cha msingi ni nini Mungu anasema kwa ajili yako. Amini na ndoto zako zitakuwa kweli. Kuna siku utaitwa stejini kama hivi. Mabibi na mabwana, anayetuletea neno la Mungu hii leo ni kijana mdogo kabisa, ni muujiza ulio hai, si mwingine bali ni Testimony. Mwalimu anamwamini sana Testimony. Sasa Testimony anaishi na familia yake, baba, mama pamoja na kaka zake wawili. Mzee anapiga pombe vibaya mno. Leo ana taarifa mbaya, anataka kuongea na familia yake. Sasa kabla ya kuongea lazima apige mnyweso kwanza. Huyu mzee alikuwa anapewa msaada kwa asilimia kubwa na kaka yake. Kwa sasa kaka yake amefariki, kwa hiyo hana msaada tena. Kaka yake alikuwa anampa pesa, anawalipia ada watoto wake, analipa kodi ya nyumba na kila kitu alikuwa anafanya kwa ajili ya mdogo wake. Kwa hiyo alikuwa ni kama Mungu kwake. Mama anaamini kabisa nafasi ya Mungu hawezi kupewa mwanadamu hata iweje. Kwa hiyo kuanzia leo hakuna mtu atakayeenda shule, maana mtu aliyekuwa anawalipia ada amefariki na wote lazima mtafute kazi ya kufanya. Sawa? Mzee akapewa pomba wake kidogo, akaichapa kisha akasema, Testimony, kuanzia sasa hutaenda shule tena. Testimony akakaza hawezi kuacha shule. Mzee akasema ruhusiwi kuongea au anaandika, maana anapoteza muda tu kwenye kuongea. Washikaji wanapenda kuangalia mpira kishenzian, lakini haya mambo sio ya Testimony. Yeye anapenda sana kusoma. Kwa hiyo taarifa za kuacha shule zilimuumiza sana Testimony. Muda wote akawa analia tu, hana mtu wa kumsaidia hapa shuleni, hata masomo hayapandi kabisa. Kila akifikiria swala la kuacha shule anazidi kuchanganyikiwa zaidi. Alipotoka darasani leo, David na Ayo wakamfuata. Walikuwa wanataka Testimony aungane na kundi lao, kama vipi hawasaidie kwenye masomo, lakini pia watakuwa wanamsaidia kwenye mambo mengine nje ya darasa, vitu kama hizo mtu wangu. Lakini Testimony akakataa isee. Walimshawishi sana hapa, lakini Testimony bado akagoma. Wakati Testimony anasoma darasani, David akawa anampiga na makaratasi. Rafiki yake Tayo akawa anamzuia asichukue hatua yoyote ile. David akazidi kumpiga Testimony. Hali ilipozidi, Testimony akamfuata David, lakini kwa sababu wanamzidi nguvu wakampiga vibaya mno. Sasa mwalimu akawaita maabara. David akasema Testimony ndio mkorofi. Testimony naye anasema David ndio mkorofi. Yaani hapa hakuna anayesikilizwa. Ayo akaanza kuelezea ugomvi ulivyokuwa. Badala ya kuelezea chanzo cha tatizo nini, yeye anaelezea ugomvi ulivyokuwa tu. Mwalimu akawapa adhabu wote wawili, watakula fimbo 5 mbele ya darasa. Testimony akapokea kipengele chake pale na nini, alikuwa analia kishenzi. Fimbo za mwalimu zilikuwa zinamuuma ile mbaya, ikizingatia pia akapewa adhabu kwa kila ambacho yeye akukianzisha. Noma sana hii. Zamu ya David ilipofika, yeye akakaza. Hayo akawa anampongeza tu. Mwalimu akabadili fimbo, ilimuuma kishenzi. Hayo akawa shabiki yake mkubwa. Bro, twende fanya wakanda, piga wakanda bro. Wakati anaongea si akamuita mwalimu bro, na yeye akaunga msafara. Alichezea huyo. Baadaye Testimony akaenda kuomba msamaha kwa mwalimu. Mwalimu akasema haukupaswa kupigana, ungeweza kulikwepa hili. Testimony akasema atakaa mbali nao ili kuepusha ugomvi. Mwalimu akasema wale hawana cha kupoteza, lakini wewe unacho. Hebu angalia hicho. Wale hawana pa kwenda, lakini wewe kuna mahali unataka kufika. Ungekuja kuwashtaki kwangu, ningemalizana nao mimi. Mwalimu akasema kama hasira zikikuzidi, muhusishe Mungu wako, atakusaidia hata kwenye udhaifu wako. Testimony akasema hii itakuwa mara ya mwisho, maana nitaacha shule. Kwa nini? Baba amesema hawezi kulipa ada tena. Mwalimu akachoka kabisa, ikabidi amwombee tu kijana wake, maana anampenda kishenzi. Aliporudi nyumbani, kaka zake wakaanza kumkejeli hapa, wakamwambia tafute kazi apate pesa. Washikaji wakasema watu wote kwenye ukoo wetu hakuna aliyetoboa kimasomo. Haya, hiyo ada utalipaje sasa? Nimeomba Mungu atatenda miujiza yake. Washikaji wakacheka kishenzi. Kama Mungu anaombwa hivyo, basi na sisi tumuombe pombe. Atupe pombe. Mr. Francis wakati anapitia mitandaoni akakutana na tangazo la shindano la kusoma mistari ya Biblia. Akasema hapa watu watashindana kusoma mistari 50 ya Biblia ndani ya dakika 5 tu, na mshindi ataondoka na milioni 3 na atalipiwa ada ya masomo hadi chuo kikuu.
Mwalimu akamfikiria testimony, maana anaona na uhitaji sana na hii pesa, lakini pia na uhitaji na ada. Sasa atawezaje na kigugumizi chake? Lakini mwalimu anaamini kabisa akishinda ataweza kuendelea na masomo, lakini pia mwalimu akajitolea kumfundisha hadi aibuke na ushindi. Basi bana, kesho yake akamletea hizi taarifa testimony na atamsaidia kufanya vizuri. Testimony akasema hawezi kusoma mistari 50 ndani ya dakika 5 tu, lakini mwalimu akamsisitiza kuwa anaweza kufanya hivyo. Mwalimu akampa mfano wa Daudi na Goliati. Daudi aliweza kumwangusha Goliati baada ya kujiamini. Kwa hiyo unapaswa ujiamini pia. Mafanikio ya kweli hayapo kwenye ushindi, bali kwenye imani uliyonayo. Testimony, una roho wa Mungu. Wewe tayari ni mshindi. Jioni mshindi. Testimony, fanya hii kwa ajili yako, fanya kwa ajili ya familia yako, fanya kwa ajili ya shule, na zaidi fanya kwa ajili ya Mungu. Unaweza kufanya hivi. Testimony akabeba imani ya kufanya hiki kitu na kuamini atafanya vizuri. David mbali ya kusoma huwa anafanya biashara ya kuuza madawa. Washikaji wanaomtuma sambaze wakawa wanamfuata hadi shuleni, wakamtaka ashawishi watu zaidi watumie ili wapate wateja. Kwa hiyo wakaanza na Samueli mshikaji wake Testimony, wakamwambia kuwa wanataka wasaidie kwenye mitihani yao. Kwanza inabidi watengeneze urafiki, lakini kama haitoshi watamfanya kila mwanamke hapa shuleni ampende Samueli tu. Dogo akaingia mkenge, akawa amekubali. Mwalimu akaanza kumfundisha Testimony mdogo mdogo, lakini alikuwa anatumia muda mrefu sana kusoma mstari mmoja. Hofu ya Testimony ni kuwa muhula ujao hata kuwepo shuleni, na ili ushiriki kwa hili shindano lazima uwepo shuleni. Sasa atafanya nini hapa? Na mzee wake hana ada ya kumlipia muhula ujao aisee. Mwalimu akasema ataenda kuongea na baba yake, akikubali tu basi ataendelea kubaki shuleni, huku mzee amebananishwa na mwenye nyumba anadaiwa kodi ya nyumba. Mwenye nyumba ni kituko kishenzian, si mnamwona Sasa walichokosea ni kwamba Osamudiamen anatembea na mtoto wa mwenye nyumba. Sasa hiki kitu mwenye nyumba kipendi kishenzi, kinazidi kumpa moto. Kwa hiyo akamwambia mwisho wa mwezi huu lazima waondoke kwenye hii nyumba. Mwenye nyumba akawa amesepa. Mzee alimpiga kishenzi Osamudiamen, maana yeye ndo kusababisha mwenye nyumba wafukuze hapa. Wakati mzee anaendelea kumdunda Osamudiamen, akaja mwalimu hapa akasema amekuja kumwomba simuondoe Testimony shuleni. Usijali, sitamuondoa. Mwalimu akafurahi kishenzian, lakini kama utamlipia ada sitamuondoa. Kama utawalipia ada wote hawa haina shida, maana kwenye hii nyumba wanategemeana hawa. Samani, niko bize. Mzee akaendelea kushusha mkongoto, alipiga kishenzi hapa. Wewe si una nguvu? Mzee, hauoni nafanya kazi? Kuna project naifanya hapa. Mzee akaendelea kumchezeshea kipigo Osamudiamen. Kuna shindano la Biblia linakuja. Linanihusu nini mimi? Mzee akaona huu upuuzi sasa, akawa ameondoka. Mzee subiri, kwa nini unanifuata wewe? Una shida gani? Unataka kuingia kwenye nyumba yangu? Mwalimu akasema akishinda anaondoka na milioni 3 na atalipiwa ada kuanzia sekondari hadi chuo kikuu. Mzee kusikia hela tu akapagawa. Sasa kwa nini unamwacha mgeni nje? Nishakwambia nini wewe? Si nilisema uonyeshe upendo wageni wakija hapa? Huyu mtu amekaa hapa dakika 15 haujampa hata kinywaji. Mzee akamkaribisha mwalimu ndani. Hiyo hela sio maneno tu, yaani ukienda na hela kwa mzee unachukua kila kitu. Mwalimu akasema anatakiwa kusoma mistari 50 ya Biblia tu. Mzee akamwita Osamudiamen akamwagiza aende kutafuta Biblia yake. Hakuna anayejua iko wapi hapa, maana wameitumia muda mrefu sana. Akawaagiza wote wawili wakaitafute, maana ni ya muhimu sana sasa hivi. Mwalimu akaomba familia msapoti. Mzee akasema hilo sio tatizo. Kwa hiyo akishika hiyo mistari 50, nini kinamfuata? Ataisema mbele ya majaji. Safi. Kwa siku ngapi? 5. Siku 5. Huyu mistari 50 ataisoma kwa siku 5? Ni ngumu sana isee. Mwalimu akasema anamaanisha dakika 5. He, mzee akachoka kabisa. Anapaswa asome ndani ya dakika 5. Macho akawatoka hapa, wote kimya. Kwa nini mmenyamaza? Hatukuelewi. Washikaji wakatoka na Biblia, wameiona ilipokuwa. Wakaja wanashangilia kishenzian, huku watu hawana la kusema kabisa. Sasa Testimony akawa anasoma Biblia usiku mzima. Tatizo la kigugumizi linamtesa sana. Mzee akisikia anavyosoma mwanaye, anaona hapa hakuna ushindi kabisa. Hizo milioni wabaki nazo tu wao, maana hapa hakuna mtu atakayeenda kushinda. Sasa mzee ashapoteza imani na Mungu wake baada ya mtoto wake kufariki kwa kansa. Hiki kitu kinaitesa sana akili ya mzee. Mzee akasema kama Testimony akishinda hili shindano, basi atamrudia Mungu wake. Sasa Samuel amekuwa karibu sana na kina David, hadi washikaji zake wakashangaa ise. Samuel kwa sasa humwambii kitu kuhusu kundi lake jipya. Upande wa mwalimu huku kamtafutia mwalimu maalum Testimony, lengo tu amsaidie kwenye hili tatizo lake alilonalo. Madam akaanza kazi yake rasmi hapa. Akamwambia kabla ya kuongea unapaswa kuwa na neno lako kichwani, kisha akili ithibitishe ndio useme. Sasa Testimony akajitambulisha vizuri tu hadi mwalimu akafurahi. Huku Samueli ameletwa kwenye pati na kina David. Hapa atalewa na atakunywa madawa ya kutosha tu. Sasa Testimony akaendelea na somo la mistari ya Biblia. Wakati anasoma akapokea simu ya Tayo. Akasema Samueli amepelekwa hospitali, anaumwa vibaya mno. Tayo na Testimony wakaja hospitali. Wakaambia Samueli
anaumwa sana, ametumia madawa kulevya, kwa sasa hawezi hata kujitikisa. Hii hali itamchukua muda sana hadi kupona. Walipopata nafasi ya kumuona, walimwombea sana mshikaji wao apone. Hili tukio likapelekea hadi maaskari waje darasani kuwakamata David pamoja na hayo, maana wanajihusisha na uuzaji wa madawa kulevya. Mwalimu akamuita Testimony, akasema mchujo kwa ajili ya shindano ni kesho. Testimony akasema hayupo tayari. Mwalimu akataka aendelee kujiandaa hapa. Siku ya shindano ikafika. Testimony wakati anasoma akawa anateseka na kigugumizi sana. Hiki kitu kikamfanya asipitishwe na majaji. Mwalimu ikabidi aje kuongea na mkuu wa shindano. Aliomba sana Testimony apewe nafasi ya upendeleo na nini, lakini mshikaji akagoma. Akasema hawezi kufanya hivyo. Hiki kitu kilimuumiza mwalimu hadi Testimony mwenyewe hawana namna ya kufanya tena hapa. Mwalimu ikabidi amrudishe tu Testimony nyumbani. Dogo akashukuru tu hapa na nini, lakini kila mmoja aliumia kinoma na hili. Testimony akawa ni mtu wa kulia tu muda wote. Baada ya muda Osamudi Ameni akamkuta analia Testimony. Akamwambia mzee anamsubiri sebuleni, kwa hiyo anapaswa aende huko. Alipofika sebuleni, mzee akasema alijua hiki kitu kitatokea. Testimony akasema walifanya kwa imani na sio kwa macho ya nyama. Mimi naamini kwa kuona kwa macho na sio kwa imani. Una kigugumizi, utafanya nini stejini? Mzee akamkataza Testimony kwenda shuleni na kuanzia kesho ataanza kwenda dukani. Testimony akaomba sana ise, lakini mzee ashamaliza na muhuri kashagonga, hakuna mtu kwenda shuleni tena. Siku iliyofuata Testimony akaenda shuleni. Mwalimu aliumia kinoma kutokumuona Testimony darasani, huku Testimony yuko bize kuhudumia wateja tu. Mara kaja mwalimu wake, mnauza imani shingapi hapa? Samahani mkuu, hatuuzi imani, nataka kununua kwa ajili ya mwanafunzi wangu mmoja. Unajua kwa nini? Labda hataki imani, anataka uhalisia. Mwalimu amekuja kuuliza kwa nini hajaenda shuleni leo. Testimony akasema mzee wake amemzuia. Kwa hiyo mwalimu ikabidi aje kuongea na mzee wake hapa nyumbani, lakini mzee hataki kabisa kusikia kuhusu shule. Nilikupa mwanangu ukampeleka kwenye shindano, ukaenda kumvunja moyo kabisa. Hiyo isiwe sababu. Utalipa ada? Unataka nilipe ada kwa pesa ambayo sina? Mwalimu akaomba Testimony asome muhula mmoja tu, lakini mzazi akagoma. Wewe si mwalimu? Ndiyo. Kwa nini huelewi? Toka. Mawazo akawa mengi mno kwa mwalimu. Mfariji wake akabaki kuwa mke wake pamoja na Mungu wake tu. Wakati mwalimu asubuhi anajiandaa kwenda shuleni, akapokea simu ya Mr. Mike ambaye ni mkuu wa shindano. Akasema ameamua kumpa Testimony nafasi ya upendeleo. Mwalimu alifurahi kishenzi yani. Wakaona Mungu ametenda miujiza hapa. Wakaambiwa wanapaswa kumwandaa kwa sababu ataenda kufanya show ya utangulizi kabla ya shindano lenyewe kuanza rasmi. Wakashangilia sana hapa, wakahisi huu ni ushindi wa kwanza. Mwalimu akazileta hizi taarifa kwa mzee, akamwambia ni wakati wa kusimama na Testimony sasa, lakini mzee hataki kusikia chochote kuhusu Mungu. Akamfukuza mwalimu aisee, piga sana na mifagio. Alimuwasha huyo. Hiki kitu mwalimu kilimuuma sana, muda wote akawa ni mtu wa kulia tu. Kesho yake asubuhi Testimony akarudi shuleni aisee. Mwalimu alifurahi sana kumuona hapa. Haamini kabisa kama mzee kamwacha Testimony arudi shuleni. Madamu Alessandra haoni kabisa kama Testimony ataweza kushinda na kigugumizi chake. Anaona ataenda kuaibishwa tu na shindano litaonyeshwa kwenye TV nyingi mno. Mtu mwenye kigugumizi atawezaje kusoma mistari 50 ya Biblia ndani ya dakika 5 tu? Kwa hiyo bibi akaacha kazi ya kumfundisha Testimony aisee. Mr. Francis akukata tamaa, akaendelea kuamini sehemu ambayo watu wengi wameshindwa kuamini. Mwalimu akamwambia Testimony kuwa anapaswa asome mstari mmoja tu wa Biblia bila kigugumizi, hapo atakuwa ameshinda. Akaanza kumwelekeza kidogo kidogo aisee. Usiku Testimony akaota kuwa kuna mtu amemtokea, akampa vitu wale, kisha akanywa kinywaji. Aliposhtuka akawa anaongea vizuri tu, alinena sana kwa lugha aisee. Alisali mno bila kigugumizi. Hiki kitu kila mtu kikamshangaza. Imekuwaje leo kaongea vizuri tu na anasali hivi? Hata yeye akashangaa hapa. Siku ya shindano ikafika. Testimony ameandaliwa kufanya utangulizi. Hayupo miongoni mwa washindani wa shindano la leo. Hili shindano lilikuwa linaonyeshwa kwenye TV nyingi sana nchini. Kila mtu alikuwa analifuatilia. Familia ya Testimony pia ilikuwa pamoja na mtoto wao, kwa sasa wana imani naye aisee. Shuleni pia walikuwa pamoja na Testimony. MC akasema wana mtu ambaye amepewa nafasi ya upendeleo na majaji. Atatumia dakika moja kusoma mstari mmoja wa Biblia. Mr. Francis akampa moyo sana Testimony. Nyumbani walikuwa pamoja naye. Shuleni pia kila mmoja alikuwa anamtakia heri. Samuel na Tayo wakiwa hospitali walikuwa pamoja na Testimony aisee. Kila mtu alikuwa na hofu kama ataweza kusoma mstari wa Biblia mmoja ndani ya dakika moja. Hofu ni kubwa mno. Yote kwa sababu ya kigugumizi ambacho kinamtesa Testimony. Testimony akaanza kuisoma Wafilipi. Akasoma mstari unaosema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kila mmoja akashangaa, kawezaje kuongea bila kigugumizi? Ghafla akaanza kuongea haraka haraka. Kadri muda unavyozidi kwenda, akazidi kuongea haraka zaidi. Anakumbuka kila kitu ambacho alipitia, hadi ndoto aliyoiota akaanza kuongea haraka haraka kishenzi yani. Hakuna mtu aliyekuwa naamini hapa. Ilikuwa ni surprise kubwa sana kwa kila mtu. Sio majaji, nyumbani, hospitali, shuleni, na kila mtu alikuwa anashangaa. Mzee anaona utukufu wa Mungu si huu hapa sasa. Maana mara kwanza alisema kama mtoto wake akiweza kusoma mstari wa Biblia bila kigugumizi, atamrudia Mungu wake tena. Mambo yameanza kujipa hapa. Ghafla akaanza kigugumizi tena Testimony. Akakumbuka mafunzo aliyopewa na kila kitu. Kisha akaanza upya. Kila mtu alishangilia kishenzi aisee. Kuanzia hapa atashiriki kwa shindano rasmi sasa. Watu walishangilia kishenzi hapa. Mzee huko alikuwa analia kwa furaha vibaya mno. Haamini kilichokuwa kinatokea hapa. Mwanae ndo kaweza kufanya hivi kweli? Na alikuwa hana imani
imani naye. Mr. Francis imani yake inamlipa. Hakuna mtu aliyeweza kumfikia Testimony. Kila aliyekuwa anapanda jukwaani hakuwa vizuri kama Testimony. Wengi walikuwa wanashindwa hata kumaliza mistari ya Biblia ndani ya dakika ambazo walikuwa wamepewa. Lakini akisimama Testimony ananyoosha kweli kweli aise. Muda wa kutangaza washindi ukaanza. Watu wote kimya wanasubiri. Wakaanza na mshindi wa 3. Alikuwa anaitwa Soji Adebajo. Akaenda kuchukua zawadi yake na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Mshindi wa 2 pia alikuwa ni Cynthia Edward. Watu wote wakajua Testimony itakuwa ameshindwa kwa hili shindano. Maana hawezi kuwa namba 1 huyu. Hakuna aliyekuwa na imani kuwa Testimony anaweza kushika nafasi ya kwanza ise. Mwisho mshindi akatangazwa ataondoka na milioni 3. Naye ni kila mtu akasubiri kwa hamu vibaya mno. Mshindi wetu ni Testimony Obaze. Shangwe kubwa kila mahali likalipuka. Dakika za jioni, kila mtu aliweka imani yake kwa Testimony, lakini Mr. Francis ana nafasi ya kipekee sana kwenye hili. Testimony akasema anamshukuru sana Mungu kwa kumfanya kuwa ushuhuda unaoishi. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu. Linaitwa Recitation, mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu